Sadi TV. Sadi TV, in God we trust. Zambi zimetundi alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe nawe. Alizarauliwa na kukataliwa siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu. Milele nitamuhimidi, haleluya, na kumwimbia kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yetu huyu Pelepele Ramadhani ambaye ametwaliwa katikati ya wapendwa katika imani na tumaini letu, tunamuweka kwa Mungu kwa rehema zote katika uchungu huu, kwa maana kila aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani ni chache, kama ituambiavyo maandiko Ayubu 14 mstari wa kwanza. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia na wa pili mbinguni, na kama tulivyochukua sura ya ule wa udongo, vivyo hivyo tutachukua sura ya ule wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa mtu mmoja kwa mmoja.
ni akili. Ukiwa unazulumiwa haki yako ukakaa kimya ukasema kwamba nina hekima, wewe hauna hekima, ni mwendo wa uzezeta. Kukaa kimya na huko unazulumiwa haki yako ovyo ovyo, kisha ukadai niko na hekima. Hekima tafsiri yake ni akili. Lakini pia watu wengine wamezoea kusema akili iko hapa. Rafiki mmoja aliniambiaga wewe hauna akili, akanionyesha hivi. Wewe hauna akili. Sasa mimi naye nikamwambia na wewe hauna akili. Yeye alionyesha hauna akili, mimi nikamwonyesha na wewe hauna akili. Akaanza kucheka. Mimi nimekwambia hivi, wewe unaniambia hivi, maana yake nini? Mara zote akili zinakaa moyoni kwa mujibu wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye hekima ya hali ya juu, mtu mwenye akili ya hali ya juu, akili ya kutoka kwa Mungu, Sulemani ndo alisema hivyo kwenye kitabu chake cha Methali sura ya 10 mstari wa 8 kwamba akili zinakaa wapi? Moyoni, sio hapa. Kwa hiyo unapomwambia mwenzako una akili hapa, umeboronga. Mwambie hauna akili, uguse hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo anaanza kutuambia kwamba ili tuishi vizuri kwenye muda ambao tumebaki nao, tunatakiwa kuishi kama watu ambao wana nini? Wana akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao wana nini? Wana akili. Lakini pia tukiukomboa wakati, tunapataje akili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapataje akili? Methali sura ya kwanza mstari wa 7, usisome. Methali sura ya kwanza mstari wa 7 inasema kwamba kumcha Bwana ndio mwanzo wa nini? Wa maarifa. Maarifa ni kisawe kingine cha akili. Nikisema kisawe, Wafaransa tunasema synonyme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maarifa, busara, akili, hekima ni neno ambalo linamaanisha akili kwa ufupi. Sulemani anatuambia kwamba ili uishi na akili duniani, kwanza umche nani? Umche, kwa maana ya kwamba kumcha Bwana Kiswahili kingine ni kumuogopa Mungu. Ina maana unatakiwa kuishi duniani kwa muda ambao umebaki nao. Unatakiwa kuishi ukiwa umemcha nani? Bwana. Ili upate akili ya kuishi kwenye siku hizi za mwisho ambazo ni za uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Na ili akili yako iweze kudhihirika, ili akili yako ifanyeje? Iweze kudhihirika ndani ya siku hizi ambazo tunaishi za uovu, unatakiwa kuchagua upande sahihi wa kuishi. Upande sahihi wa kufanyeje? Wa kuishi. Maana kuna watu ambao wanaishi hawajui upande waliopo kama ni upande gani. Wanaishi tu ili mradi maisha yaende. Na ndio maana mimi mara zote napenda kusema kwamba vijana, napenda kukusema vijana maana mimi ni kijana. Na ninaangaliaga rika hii tulionayo au kizazi tulichonacho cha vijana wetu wa leo. Namna ambavyo tunavyoshindwa kuchagua sehemu sahihi ya kuishi. Ninahurumia sana wazee wa kesho. Wamenizoea sana kunisikia nikisema hili swala pale hata kanisani. Ninahurumia sana maana wazee wa kesho ndio sisi. Kwa hiyo unatakiwa kuishi kwa hizi siku zako chache ambazo zimebaki duniani, uchague sehemu sahihi ya kuishi, upande sahihi wa kushikamana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Na Qur'ani sura yake ya 19. Nikisema hivi watu nikisema tu Qur'ani waseme tuongea hata ya Waislamu. Haina shida. 19 inaitwa surati Maryam. Inasemaje? Inasema kwamba malaika Jibrili anakuja kumtokea Maria, anamwambia kwamba nimetumwa nikuletee tunu ya mwana aliyetakasika. Ina maana Mariamu alikuwa anapewa mwana aliyetakasika. Kwa Kiswahili kingine mtakatifu. Je, kwa mujibu wa Qur'ani mtakatifu anaweza kaongea uongo? Hapana, mtakatifu lazima aseme kweli. Anasemaje huyu mtakatifu? Anasemaje kweli kwa upande ambao tunatakiwa kuufuata? Yohana sura yake ya 14 mstari wa 6 anasema hivi: kwa damu ya Yesu, damu ya amani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya, damu ya thamani, si damu ya nyama.
si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu, tumekombolewa. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya zamani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Haleluya. Benu na mwami wechi lunge chola mbikanga iungwa lamo au nundu kuchetu atushikana hivyo ni mukabila ambaka maika mungwe amusomenya alamo au nuwetu mwana watushika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naomba tufate kwa umakini hotuba ya marehemu aliyetukwenda kutuacha. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hotuba fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Pilipili Ramazani Andre. Pilipili Ramazani Andre. Huyu ni mtoto wa jamaa la Batombwe Bashia Ungu. Marehemu alizaliwa pale Kongo Asee. Watu wa Fizi wanalifahamu hilo. Tarehe 1 mwezi wa 3 1964. Bwana Yesu asifiwe. Baba wa marehemu alikuwa anaitwa Ramazani Andre wa Mwiliwa. Ramazani Andre wa Mwiliwa. Huyo ni mtoto wa Batombwe. Nyumba hiyo ya Bashim Chungu. Bwana Yesu asifiwe. Mama wa marehemu aliitwa kwa jina la Yena Mandama wa jamaa la Bakechi, wake wa marehemu. Marehemu alioa wake 6. Naomba mniongezee sauti kidogo, wanasema kwamba sauti ni ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa sio mimi, ni microphone. Marehemu nimesema alioa wake 6. Kati ya hao waliozaa ni wake 4. Wawili hawajabahatika kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto walioachwa na marehemu. Marehemu alizaa watoto 22. Na maana wanaume 10. F maana ya watoto wa kike 12. Bwana Yesu asifiwe.
Kati ya hao ya watoto hao waliofariki ni watoto 6 ambao humo mna wanaume 3 na watoto wa kike 3. Bwana Yesu asifiwe. Walio hai ni watoto 16 ambao 8 ni watoto wa kiume, lakini pia 8 ni watoto wa kike. Wajukuu wa marehemu. Marehemu pia aliacha wajukuu 66, 66. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wajukuu wao 66, 27 wa kiume, 39 wa kike. Kitukuu aliacha ni mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ya marehemu. Marehemu alituacha, alisoma hadi darasa la 6 la sekondari pale DRC. Kazi alizozifanya kabla ya kufa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Marehemu pale nyumbani ambako ni DRC tulikotoka, alikuwa mkulima, lakini pia alifanya kazi ya uvuvi. Lakini hapa tulivyokimbia hapa Nyarugusu alifanya kazi na World Vision International. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa. Mnamo mwezi wa 12, 2025, marehemu alianza kusikia uchovu wa mwili, lakini pia mwili kuhuma. Lakini familia ilimpeleka hospitalini hapa Nyarugusu, wakahisi ni malaria. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika hospitalini pale, alipima vipimo vyote, kama alivyohisi ni malaria haikuonekana. Lakini walivyoendelea na vipimo wakakuta ni pressure, kwa maana ya tension kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Basi alirudi akaendelea na matibabu hayo. Familia ikaona hapana, si vema aendelee kuugua bila kupelekwa sehemu husika. Basi tuliomba rufaa, tukaenda pale Dar es Salaam ili kupata tiba zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tulipofika pale Dar es Salaam, alipita kwenye vipimo vingi sana, lakini vipimo vikaleta majibu kwamba ni pressure ile ile waliona hapa Nyarugusu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hospitali tukaachana nayo, tukaona hapana, twende kwenye hospitali nyingine ambayo ilikuwa ni hospitali ya pili hapo hapo Dar es Salaam. Pia akapita kwenye vipimo vingine, akaendelea kuonekana na ugonjwa huo mmoja tu wa pressure. Bwana Yesu asifiwe. Basi tulirudi tukaja naye mpaka hapa, tukaona hapana, tuangalie upande mwingine wa pili. Tulitoka hapa tukaenda Bujumbura, Burundi. Pia pale alipita kwenye vipimo mbalimbali, lakini wakaendelea kuona ni yale alionekana nayo Nyarugusu, alionekana nayo Dar es Salaam, ndio yale ambayo yanamsumbua mgonjwa. Kwa ni ugonjwa wa pressure huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa basi ilibidi tukarudi mpaka hapa. Marehemu aliendelea na matibabu, lakini basi Mungu hajapenda. Siku ya Mungu ikitimia, hakuna anayeweza kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Ilivyofika tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka huu, Jumamosi na saa 5 mchana. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu akaona ni vema amchukue mtu wake akamlazi. Kwa hiyo marehemu akawa ametuacha. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa maana hiyo hapa duniani kulingana na tariki tulizozisema huko za kuzaliwa kwake, marehemu alifanya miaka 62, 62. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, hiyo ni hotuba fupi tu ya marehemu. Mungu awabariki. Migo echilunge ino motenda migo echishi tende Kiswahili na pastor tende meto atendechi tomokocha mwalo wasole ano wicho to atire chono mambo wichi anduko chetu beno babana ojo mulo ete abeki hao ashile mtu wa mulo manga mjeto ebonde ele aketochi ashina ibni shina wake mte maos tashina angobe no muntu batu bana shuhudia bibi mpaka watu manga biko tunda mtu ana buku kwa ashimwa ale wangine manga lakini yanzo ebonde nikyo kanisa majirani ili pele tashina angobe no muntu nakashiri mtenji wa mpulu unaba kule batu mtuba yake inota itaimu yasi tuete obiga tuwe na pengo ya mpulu sana yetu ebonde manga moto nine mwene ombe baka mwene ombe iwikiole cha mitema ya batu dunge ashike ebonde ya mpulu manga uyungwa hao obechuwa beneza tushibashe mpaka menu maombi imoto atelecha obibe tumonde mubwela bino twakanyamanga ubamwicho batorne bwano twakanyamanga umwalo wose ule hano mashika twenu tuchi umaboka tumushi mupatelemo bwenu botyola kimwa mula mucho ambatana na bechu batombwe numba ya mkoko angali motinda batombwe numba ya mkoko ile batombwe iongeza bashiba kela inumba ya mkoko ekyo inumba ya mkoko bino twachiminya elema ya ulumaka ni mubwela nibo chalo bale amwe chitangolo sukula posho mtu ikata mtema mpaka tu eke au bibyo nato mwaka ngando lusuku lwa atano lwa enuinga pili tunaona nibonose mwalole ya lolo lusuku lwa atano tobe tule yao toshicho osaluto amuchunge lwa mzee wetu pelepele na tunaona bado mumangocho to njabi jango bijanga lumba kava mbembe kyo ndabino nibo aumbwe boba angatole momona ngando ile yao mumango pariji betu sana benu mikwechi longe asante kwa wela. Haya, asante, shukrani. Benu miwechi longe basi bibyo naona mwalo wose etibi nao tanguliza hele bene imomona shusho cha batu nditwa ondano mzee wa muhimu sana ibonde ijiji shike tupata ule ushimpe bongo bubele busatu wa ino ya songera. Benu miwechi longe asante sana. Kabla ya kanisa tumepata ujumbe kidogo kwa hao ndugu Jumbe stand group, karibu Jumbe stand group, karibu kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kama gisi msimamizi alivyosema, niombe wanajumbe stadium wasogee hapa ili kwa haya ambayo tutakayoongea hapa na picha kapita mara moja. Wanajumbe stadium.
tutasubiria wote mpaka wafike kwa kukomboa wakati. Hii grupu yote ambayo mnaiona hapa ni grupu ya Jumbe Stadium. Labda unaweza kujiuliza Jumbe Stadium ndio nini? Jumbe Stadium ni grupu au ni ukumbi ambao wako tunashiriki kwa kuangalia mechi, na mzee wetu huyu alikuwa miongoni mwetu kwenye kibanda hicho cha Jumbe Stadium. Na Jumbe Stadium inapatikana hapo klasi ya 4 pote 24 ndio kwenye Jumbe Stadium inapatikana. Basi tunatuba fupi kuhusiana na jinsi tulivyoishi na mzee wetu huyu. Mzee wetu kabisa, kwa chini ya utani ambao tulikuwa tukitania naye kwenye ukumbi wetu, tulikuwa tunamwita faza. Najua unaposikia faza utaelewa nani tunaongelea. Ndio mzee wetu Pima. Mzee wetu tulimfahamu, alishiriki kibanda hichi cha Jumbe Stadium mnamo mwaka wa 2016. Ndio alianza kuingia pale vile. Lakini pia hapo tunakutanaga mara kwa mara, endapo kuna mechi tunakuwa nakutana hapo kwa ajili ya kuangalia, kuenjoy pamoja. Na waga ilikuwa inaleta hamasa fulani kwenye kundi letu la Jumbe Stadium. Marehemu alikuwa mtu wa thamani sana kwenye kundi letu hili la Jumbe Stadium au kwenye kibanda chetu hichi. Alikuwa na upendo pamoja na wengine na kuonesha furaha pamoja na wanajumbe Stadium. Ni kweli marehemu alikuwa na watoto zaidi ya 70. Zaidi ya watu 70, watoto 70. Kama gisi mnavyotuona hapa, hawa ni wachache ambao wanaingia kwenye kibanda hicho cha Jumbe Stadium. Ni zaidi ya 70. Alivyofika tulimpokea kama baba yetu, lakini pia alitukubali kama watoto wake. Na alikuwa mzee wa mashauri sana. Alikuwa anatushauria mengi sana kuhusiana na maisha. Pamoja kwamba tulikuwa na shiriki kwenye kibanda hicho, lakini alikuwa mtu muhimu sana kwetu. Alikuwa anatushauri mengi sana. Masikitiko makubwa ambayo tunayo, tunasikitika sana kumpoteza mzee wetu huyu Pima, father. Tunao masikitiko makubwa sana kama wanajumbe Stadium kumpoteza mzee wetu, mshauri wetu, mzee Pima. Nakumbuka ukijana tu hapa kama wanajumbe Stadium tujitolea kuja kumwangalia wakati alikuwa angali mgonjwa, na tulipeana moyo wa faraja kwa ajili ya magonjwa yake. Lakini hakuna kitu ambacho tunaweza tukakibadilisha. Kile ambacho Mungu alichokipanga basi ndio kimetimia. Niombe sisi kama wanajumbe Stadium tunao masikitiko makubwa sana kumpoteza mzee wetu, na tuseme pole au salamu za rambirambi kwa familia iliyoachwa. Tumesikia hapa aliacha familia kubwa, lakini tukiunganishwa na sisi zaidi ya watu 70 kwenye kundi letu. Tujipe pole, na Mungu ndiye atakayetufariji. Hakuna ambaye anaweza kutufariji. Hata nije kwenye familia niseme nitoe maneno yangu ya faraja na yajua, lakini isipokuwa Mungu hatuwezi tukaweza chochote kile. Basi tumtakie tu mapumziko mema huko aendako mzee wetu. Wana
karibu. Wepwa marehemu, karibuni. Wepwa karibuni. Hari nyuma yawe, hari pande zote, hari nyuma yawe, hari nyuma yawe, hari pande zote, mbele yawe, hari nyuma yawe, hari pande zote, haleluya. Hallelujah.
Kanisa, karibuni kanisa kwa kuchukuliwa picha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu kwa mchungaji Matopolo kuombea huduma yote pamoja na safari ya kwenda Malolo. Karibu kwa maombi. Kwa hiyo tusiende kama vile watu wanaopeleka kitu kingine. Asante, tusimame ili tuchukue mwili twende nao Malolo. Waimbaji wetu wote sio kwa kubaki hapa, tofauti na muziki wa vyombo. Imani za mwendo salama.
Kamera. Shena. Pisha.
Tupatie wimbo mmoja. Wimbo mmoja. Swahili. Unchukuliaje? Ufalme mwema. Kondi. Hawa Isaka sasa bibi Kwa kuona imempendeza Mungu mwenye uwezo wote kwa kumuondoa roho ya ndugu Pilipili Ramadhani katikati yetu, tumerudisha mwili wake katika udongo na roho katika mikono ya Mungu. Udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Watumishi watafuata, kisha serikali ikiwa iwepo, na wengine watafuata baadaye, na familia pia. Upatie wimbo.
SAD TV. In God we trust.